Sisi Dance Beats TV online nishakwambia, sisi tunakuletea vijana wa mtaani, watoto wa mtaani ambao wana talenti zao na vipaji vyao ambavyo Mwenyezi Mungu amewajalia, ambavyo wanavifanya kuweza kuendesha maisha yao ya kawaida, pamoja pia na kuweza kuwasaidia watu wengine katika jamii na vitu kama hivyo. Kwa kupitia Dance Beats TV online, kutana na watu wengi tofauti tofauti ambao sisi tutakuwa tukikuletea, wakigusia changamoto mbalimbali ambazo wamekutana nazo, na ni moja ya wewe kukupa elimu kama kijana wa Kitanzania ambao unapenda kufikia malengo. Na leo tuko hapa kama ndivyo taarifa hapo awali, tumekuja mitaa ya Ng'ombe hapa, tumekuja kukutana na rafiki yetu, brother yetu, ndugu yetu anaitwa Telly Music. Wangetaka kumjua zaidi, labda Telly ni mtu aina gani na kwa nini kawa Telly, katokea wapi, safari yake ya muziki imeanzia wapi? Pachikila on the beat. Hello, we. Ino pano Debu cause so far. Wewe unasema utanipenda mpaka mwisho. Kwa safari yangu mimi bwana ilianzia hapo. Kwa nataka kutuambia kwamba baada ya wewe kukutana sasa na mama Patricia Hilary, mama wa Njiwa, peleka salama au vipi? Kwa hiyo ina maana safari yako ndio wewe ilipoanzia. Labda ni kitu gani ambacho unaweza ukashare na sisi na pamoja na watazamaji wetu wa Dance Beats TV kuweza kumtambua Telly baada ya wewe kukutana na mama Patricia? Ni nini ambacho uliongea na mama kiasi kwamba mama akakwambia ukifanya hiki na hiki na hiki au ukifanya hivi au kupitia mazoezi yenu mlikuwa ukiyafanya ya muziki? Ni kitu gani ambacho cha ziada alichokukupa kiasi kwamba wewe hata nyimbo zako unapofanya uandishi na maana zinakuwa zinaeleweka na watu wanaelewa nini ambacho unakimaanisha? Vitu ni vingi sana. Nikisema nivielezea hapo ndugu yangu tutakuwa tutagua, ila vitu vichache tu ambavyo naweza tukavizungumzia kwenye muziki. Kuna vitu kama vitatu inatakiwa vizingatie. Cha kwanza inatakiwa uwe na nidhamu, afu cha pili inatakiwa wewe utambue wewe ni nani, afu na cha mwisho inatakiwa ujue unafanya nini. Ushaona kuna watu wengi wanafanya music, wanaimba lakini hawajui anafanya nini, au anaimba ili mradi afike wapi. Kuna vitu vingi alinijenga Bi Mkubwa, pamoja na hivyo nilivyokutajia. Mimi namshukuru sana Bi Mkubwa. Kwa watu wanatakiwa wajue, yani wanafanya sawa, wengi wana vipaji wanajua, lakini natakiwa watambue nini wanakifanya. Ushaona, wanaimba kwa ajili ya kufika wapi au kufanya plani gani. Ushaona, kwa vitu kama hivyo. Alright. Na pia mbali na hayo yote, watu wengi sana wanapita kwa watu maarufu kama hao, watu wakongwe wa muziki ambao wanapitia kwenye mikono yao na wanafunzwa sanaa ya muziki na wanafikia katika malengo au wasifike. Lakini tupe chachu ya wewe kuweza kumwamini mama, wakati muda huo tunajua tuna manguli wengi wa muziki na kuna watu wengi sana ambao wanafanya sana. So sababu wewe kukutana na mama ilikuwa ni kwa sababu unakaa mtaa mmoja, au ni wewe mwenyewe uliona huyu mama anaweza kanipa kitu ambacho kitakuwa ni bora kuliko kumtafuta mtu mwingine yeyote zaidi ya mama Patricia Hilary? Kukaa karibu sidhani kama ni sababu, maana ukaribu pia naishi naye karibu, lakini ilikuwa ngumu sana kumfikia kutokana na ratiba zake. Ushaona, kwa pia ni mama ambaye nilikuwa namuinspire, nilikuwa napenda anaimba. Nikizungumzia wamama wanaoimba wakongwe, na yeye pia lazima umweke. Kwa nilipenda kupitia yeye, kwa nikaamini kupitia yeye naweza nikapata kitu. Naam, bado tunaendelea na interview yetu kama kawaida, na tumetoka ndani kwa sababu kidogo umeme ulikatika, kwa joto likawa kubwa sana kiasi kwamba tumekuja nje hapa ili tuendelee na interview yetu na mambo mengine yaendelee kama kawaida. Tupo bado na Telly Music. Baada ya wewe kufanya kazi na Hot Kid ukaamua kuachia EP, labda baada ya kufanya kazi na Hot Kid, baada ya kazi yenu kuiachia, ilifikia kiasi gani kiasi kwamba ikusupport ikakufanya wewe ukasema bana, nishafanya kazi kama hii na Hot Kid na imefika sehemu fulani, ngoja nitoe EP nione wadau wanaipokeaje? Kwa sababu mimi nina kipaji, kama nina kipaji pia music ni kitu ambacho nakipenda.
Kwa kwenye kufanya sikufikiria maslahi mbele kwanza, nilifikiria kufanya ili mradi nifike level fulani. Nikishafika level fulani ndo nitafikiria masuala ya maslahi, labda pesa nini. Kwa hiyo nilifanya, nilipoona mapokezi yamekuwa mazuri, nikaona kwa nifanye kitu kingine, kwa sababu unapofanya kitu ukasogea sehemu fulani na ukifanya kitu kingine pia kinakusogeza zaidi, watu wanakutambua, wanaona uwezo, kama watu watataka kuwekeza pia wanawekeza. Neno moja kwa manager ambaye anakusupport sasa, ambaye uko naye, ambaye ni mdau ambaye ameona kipaji chako na amekithamini, tofauti na watu wengine labda walikuthamini, lakini yeye kaona wewe una kitu kiasi kwamba kaamua kuwekeza nguvu na kukupush na kusema kwamba Terry, let's do it. Unamwahidi nini na nini ambacho unamsisitiza, unaweza kumwambia ili yeye pia aweze kujua kwamba kweli kijana wangu sipotezi muda mimi kumsupport yeye? Mimi ninachomwahidi asivunjike moyo, kwa sababu mimi binadamu pia, kuna kukosea hapo katikati kwenye kazi. Kwa ninapokosea pia asivunjike moyo na mimi, na pia sikubali kushawishika na watu. Maana unajua kuna watu pia wanaimba kama mimi, najua wanamdm, wanataka kufanya naye kazi, lakini bado yeye yuko na mimi. Kwa mimi ninachomuomba asivunjike moyo pale ninapomkosea, awe na moyo wa kusamehe, maana mimi na yeye tumetoka mbali.